ni kukabidhi silaha kafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Anacheza na ugali wa mtu. Hivyo anayecheza na ugali wa mtu hukumu yake ni kuuawa, ni kutekwa, ni kupotezwa. Ngoja mimi niseme kitu kimoja. Hivyo wewe mtu ambaye unakuwa radhi, unaona ni sawa tu kumuua mwenzio, hivyo una akili timamu? Kumuua mtu mwingine kwa sababu ya cheo, una akili timamu? Kumuua mtu mwingine kwa sababu ulinde kula yako, wewe una akili timamu? Ukishamuua unakaa kwenye cheo, utakuwa na raha gani kwenye moyo wako? Shida kama ni maisha mazuri, hakikisheni basi amani kwa watu wengine. Hao watu mnaowaua na wenyewe wanataka maisha mazuri, wana familia, wake zao wanataka maisha mazuri, watoto wao wanataka maisha mazuri, wanataka kuishi na wazazi wao. Sasa mnapokuwa mnaangamiza, mnatengeneza aina gani ya maisha kwa hizo familia? Hamwezi kutazama na kwenye mioyo kwamba mtoto wako wewe angekuwa amefanywa hivyo, ungejisikia vizuri? Baba yako au wewe ndio umeuawa, watoto wako watajisikiaje huku nyuma? Watu wengine wanategemea na familia, ndio nguzo za familia. Sasa mtu kama unakwenda kumteka, unaenda kumuua, unaenda kumpoteza, familia yake inaishije? Hamuoni machungu ya mioyo hawa watu? Watu wakiishi katika machungu, wenye cheo chako ulichokipata kwa kumwaga damu kitakuwa kina manufaa gani? Kitakuwa kina manufaa gani cheo ulichokipata kwa kumwaga damu? Mimi binafsi naona ni upumbavu fulani usio na maana yoyote, ni ujinga tu ambao mtu kwa radhi kumuua mtu mwingine kwa sababu unataka fedha. Fedha za nini? Fedha za nini? Fedha zitakuzika, utakufa, utaziacha. Kuna jambo hili ambalo limeonekana kuwa ni kawaida tu kwenye taifa hili la Tanzania. Hakuna anayeshtuka, hakuna anayeona kwamba ni kitu fulani cha hatari au kwamba ni uvunjifu wa amani. Iko haoni. Ubaya ni kwamba vyombo vya dola vinawashughulikia watu ambao wanapingana na uovu huo, kwamba hawa ni wavunjifu wa amani, ni wachochezi, wanaleta taarifa za uongo, wanasambaza taarifa za uongo mitandaoni, ati wanapinga ubaya unakuwa unaendelea. Kumetokea utekaji, umezidi kuendelea ndani ya nchi hii. Mzee Kibao kauawa, katupwa mahali. Rais akasema shughulikieni hilo. Hatuoni mrejesho wote kwamba wameshughulikia vipi. Watu wa usalama wa taifa mupo, hatuoni namna yote kwamba mnatupa mrejesho kwamba tumeshughulika na masuala ya utekaji, tunaendelea kupambana na masuala ya utekaji, kwamba tumefikia hatua hii kuzuia au tumefikia hatua hii kutaka kudhibiti. Hatuoni, ni kama kitu fulani cha kawaida tu. Kwa majina naitwa Pendo Paulo, ni mkaaji wa kijiji cha Mgabanya, wilaya Meatu, mkoa wa Simiyu. Ndugu wa Tanzania, ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 3 2025, muda wa saa 12 jioni. Nilipigiwa simu kwa namba 07 52 35 23 51. Na huyo mtu alijitambulisha kwa majina anaitwa Msambuga. Mazungumzo ilikuwa ni kama ifuatavyo. Aliniuliza, bila shaka naongea na Pendo Paulo. Nikamwambia ndo mimi. Akaniuliza, JKT umekaa miaka mingapi? Nikamwambia nimekaa miaka 2. Akaniuliza, unajua kutumia silaha? Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema nijibu wala usiogope. Nataka nikupe kazi. Mimi nitakulipa pesa yoyote utakayotaka. Ila nikukabidhi silaha kafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Nikamwambia siwezi nikafanya kazi haramu kama ile. Kama una pesa kawagawie maskini wasiojiweza. Akakata simu. Alipokata simu mimi nikampigia, hakupokea. Nilikaa na hilo jambo ndani ya siku 4 bila kumwambia mtu yeyote. Tarehe 11 mwezi wa 3 2025, mida ya saa 5 asubuhi, nilipoti hilo jambo kituo cha polisi Meatu na nilipokelewa na Afande Shafi. Nikamweleza shida yangu. Baada ya kuripoti kituo cha polisi, niliambiwa nitapigiwa simu siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano ilipita, sikupigiwa simu wala sikupewa taarifa yoyote. Tarehe 13 mwezi wa 3, nikamtafuta Afande Shafi, nikamuuliza kinachoendelea. Majibu alionipa ni kwamba nisubiri nitapigiwa simu. Sikukata tamaa. Nikampigia simu mkuu wa kituo cha polisi wilaya Meatu. Tarehe 13 mwezi wa 3.
Yeye akasema nisubiri nitapigiwa simu. Toka nitoe taarifa kituo cha polisi Meatu. Leo ni siku ya 4, sijapewa taarifa yoyote zaidi ya mimi kufuatilia. Sasa kwa watu wenye akili timamu tunakuwa tunaangalia kwa nini akamshambulia Lwagampina. Kwa sababu Lwagampina ameonekana akizungumza maneno ambayo ni kama yanakwenda kinyume na taratibu au tabia za watawala wengine. Wenda ni ndani ya chama chake cha siasa au nje ya chama chake cha siasa au katika serikali na utendaji mzima wa serikali, anaona kwamba kuna namna zingine ni za kihuni zinaenda kijanja. Anapokuwa anazungumza kinyume na vile, kuna watu wenda wametega mitego yao humo, hivyo anavofanya vile anakuwa anaharibu kula yao, anakuwa anaharibu ugali wao pale, anacheza na ugali wa mtu. Hivyo anayecheza na ugali wa mtu, hukumu yake ni kuuawa, ni kutekwa, ni kupotezwa. Sasa kwenye taifa la amani kama la Tanzania, mambo haya ni sawa? Mambo haya ni sawa? Ngoja mimi niseme kitu kimoja. Hivyo wewe mtu ambaye unakuwa radhi, unaona ni sawa tu kumuua mwenzio, hivyo una akili timamu? Kumuua mtu mwingine kwa sababu ya cheo, una akili timamu? Kumuua mtu mwingine kwa sababu ulinde kula yako, wewe una akili timamu? Ukishamuua unakaa kwenye cheo, utakuwa na raha gani kwenye moyo wako? Shida kama ni maisha mazuri, hakikisheni basi amani kwa watu wengine. Hao watu mnawaua na wenyewe wanataka maisha mazuri, wana familia, wake zao wanataka maisha mazuri, watoto wao wanataka maisha mazuri, wanataka kuishi na wazazi wao. Sasa mnapokuwa mnaangamiza, mnatengeneza aina gani ya maisha kwa hizo familia? Hamwezi kutazama na kwenye mioyo kwamba mtoto wako wewe angekuwa umefanywa hivyo, ungejisikia vizuri? Baba yako au wewe ndio umeuawa, watoto wako watajisikiaje huku nyuma? Watu wengine wanategemea na familia, ndio nguzo za familia. Sasa mtu kama unakwenda kumteka, unaenda kumuua, unaenda kumpoteza, familia yake inaishije? Hamuoni machungu ya mioyo hawa watu? Watu wakiishi katika machungu, wenye cheo chako ulichokipata kwa kumwaga damu kitakuwa kina manufaa gani? Kitakuwa kina manufaa gani cheo ulichokipata kwa kumwaga damu? Mimi binafsi naona ni upumbavu fulani usio na maana yoyote, ni ujinga tu ambao mtu kwa radhi kumuua mtu mwingine kwa sababu unataka fedha. Fedha za nini? Fedha za nini? Fedha zitakuzika, utakufa, utaziacha. Kwa nini usithamini uhai wa Mtanzania mwenzio, uhai wa mtu mwingine? Kama tunataka ustawi wa maisha wa Tanzania, ustawi wa maisha, ustawi wa taifa, tuhakikishe amani kwanza. Bishaneni kwa hoja. Kuna viongozi, kuna watu wazalendo wanataka hili taifa liende mbele, na wahakikishia hao wakishika nchi, wakiwa na madaraka, wakiwa na nafasi, uzuri wa maisha mnayotaka kumwaga damu mtayapata kwa wale kuwa viongozi wenu. Watu ambao ni wazuri, wanataka kuongoza nchi vizuri, mnawapoteza. Wanaotoa maneno ya kuonyesha kwamba wana hali ya uzalendo ndani, ndio mnataka kuwapoteza. Kipande kikubwa nimeona watu ambao wameuawa na kutekwa kwenye taifa hili ni wale watu ambao wana maneno chanya, wenye mapenzi chanya na taifa hili, akiwemo Ude Sisoka. Unaona anazungumza vitu ambavyo nasema kama hivi vikifanywa kazi, basi nchi itaenda mbali. Hata huo ustawi ambao watu wanautafuta wataupata humo. Kuna watu wengine ambao hawana nafasi za madaraka, hawawezi kushika hizo nafasi. Wanahitaji watu ambao watakuwa wazalendo, wenye akili timamu, ambao wana mauchungu ya kweli ndani ya mioyo yao na hili taifa. Watu wenye spirit za Rais Magufuli, wale watu sio walikuwa na amani, hata kama ambao hawana vyeo walikuwa na furahi, wana maisha mazuri. Sasa wewe, ngoja nikwambie wewe mpuzi ambaye unakuwa mwenye liroho hilo libaya la kuwa radhi kumuua mtu mwingine ili ubaki kwenye cheo ambacho kifa utakiacha, kwa sababu unataka ustawi wa maisha ya familia yako au utajiri wako. Kama huwezi kuongoza bila kumwaga damu, kama hauwezi kubaki kwenye nafasi bila kumwaga damu, iachie. Wako watu ambao wana uwezo wa kuongoza nchi au ustawi ukampata kila mtu ndani ya taifa kwa rasilimali na mali iliyoko ndani ya nchi. Akija kuja rais mwenye akili timamu, kila Mtanzania kwa rasilimali hizi ataweza kuwa na nyumba ya kuishi bure kabisa. Anaweza akawa na pembejeo za kilimo, vifaa vyote ambavyo vinahusiana na kilimo. Mtanzania na elima atapewa bure, vitamsaidia kulima, kama ni matrekta, mbolea, kila kitu kinachowezesha kilimo anaweza kapewa bure, kutokana na mali za rasilimali ya taifa na kipato cha taifa. Lakini kuna watu wachache wanaitumia hiyo vibaya, wanajilimbikizia wao, wanakula wao kikubwa. Ndio sababu inafanya
unakuwa hauna hela ya kuweza kuwapa watu au kurahisisha maisha ya Tanzania. Hivyo kuwa kwenye cheo sasa hivi inaonekana ni sehemu, kama ni biashara, ni mahali pa kujipatia ulaji, ni mahali pa kujipatia fedha, ni mahali pa kustawisha maisha yako. Nikiona mtu yuko radhi kuloga, kuua, kuteka ili apate cheo, huyu haendi kwenye hicho cheo kwa ajili ya ustawi wa maisha ya Tanzania. Mnakuja kwenye kampeni mwezi wa 10, sijui mwezi wangapi, mnakuja kwenye kampeni kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi wa 10. Mtatuambia nini sasa kwenye hizo kampeni kama watu wenyewe mko radhi kupuuzia mauaji ambayo yanaendelea kwenye nchi? Mtakuja kutuambia nini? Nikusomea Biblia katika Mwanzo 9 mstari wa 6, anasema hivi: atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwaga na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Unayemwaga damu ya mwanadamu, damu yako itamwagwa na mwanadamu, na hicho unachokitafuta kwa sababu ya kumwaga damu utakiacha. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, anasema, itengenezeni njia ya Bwana, ondoeni mauaji na utekaji unaoendelea kwenye nchi, yanyosheni mapito ya Bwana, maana Mungu yuko karibu sana, anakuja naye anakuja kumlipa kila mtu sawa sawa na yale unayotenda. Hii ndio maana neno Maranatha.